Omari, kazi nilizokuachia umefanya? Nimefanya mama. Usinilegezee sauti, nasema hivi, kazi nilizokuachia umefanya? Nimefanya. Yote umefanya? Nimemaliza. Vyombo umeosha? Maji umechota? Nimechota. Zile nguo nilizokuachia pale umefua? Nimefua na nimepika. Sasa nasema hivi, ole wako. Nifike ndani, nikute hujapika. Nikute hujaosha vyombo. Na zile nguo nilizoziweka pale nikute hujafua. Nitakacho kufanya wewe mtoto. Nitakacho kufanya utaka uje uamini. Nitakupiga kipigo. Hebu angalia kwanza usoni. Nikiwa naongea na wewe, unanitazama usoni. Usiniletee sura ya huruma, mimi mama yako mzazi. Umesikia? Usiniletee sura ya huruma. Kazi ninapokuachia kazi lazima ufanye. Sijui unanielewa vizuri? Lakini mama nini? Mimi sio mama yako. Lakini mama, nimeshamaliza kufanya kazi zote. Una uhakika umeweza kazi zote? Ndio mama. Unaponidai chakula mimi kama nani? Wewe tena ukome. Ungekoma unataka kuita mama, mfuate mama yako kaburini, sio kwangu. Siwezi kuzaa mtoto nyang'au kama wewe. Sijui unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Wewe usinitilie huruma ninapoongea na wewe, nataka unisikilize. Unanisikia vizuri? Ninapoongea na wewe nataka unisikilize. Alafu unijibu majibu yangu sahihi ninayokuuliza. Usininamishie kichwa chini mimi hapa. Kama kusikitika kasikitika huko kaburini kwa mama yako, sio kwangu. Sasa ole wako nifike ndani, nikute hujapika, nikute hujafanya chochote. Utanitambua. Utataja jina langu la utoto nakwambia. Wewe mtoto ninapokuchukia. Laiti ungejua ninapokuchukia wewe. Babu kabisa wewe. Sasa naingia ndani. Ole wako nikute zile kazi hujafanya. Nikikutokea hapa nje, unamfuata mamako kaburini. Sijui unanielewa vizuri. Nyang'au mkubwa, unataka kuuliwa? Nitakuja kukubamiza na hii ndoo wewe. Shenzi mkubwa wewe. Ole wako nakwambia, naingia ndani, nikitoka nje nikute hujafanya vile nilivyokuambia. Babu. Odi. Karibu ndugu yangu, karibu. Asante bwana. Na karibu kaka. Naona tuko ndugu yangu. Tuko ndugu yangu, karibu. Karibu kiti kaka. Karibu sana bwana. Asante sana ndugu yangu. Ndio. Nimekuja kusikiza wito. Ni kweli kama umefika, nashukuru sana ndugu yangu. Mimi kitu nilichokuitia hapa, utanisamehe kama nitakuwa nakukosea au nakukwaza kwenye hili. Ninachokwambia kina maana kabisa na kina ukweli. Si unanielewa? Mtoto wako anateseka vibaya. Yaani anateseka kiasi kwamba mpaka ukiona nimeamua kufanya maamuzi ya kukutumia salamu mpaka kuja. Naomba uniamini kaka. Anateseka vibaya sana. Kuwa makini na mke wako. Kuwa makini na mke wako. Sio mtu mzuri kabisa. Ngoja kwanza mjumbe. Bado sijakuelewa vizuri. Kwamba mke wangu anamtesa mwanangu. Kivipi yani? Mimi wewe boss sijaelewa hapa. Mke wako anampenda mtoto wewe ukiwepo. Lakini kama wewe haupo, mtoto wako hapendwi hata 100%. Niamini. Wewe sio mtu wa kukaa nyumbani. Sisi ndo tunaokaa hapa tunaangalia. Mimi unaniona hapa. Asubuhi mpaka jioni niko hapa. Ina maana kila kitu kitachofanyika mtaani mimi nakifahamu vizuri, uweze kunificha. Mtoto wako jana kwa macho yangu mawili namuona anateseka vibaya, anateswa. Ila mimi nakwambia kwa faida yako. Kama utashindwa kuniamini, sawa? Hamna shida. Naomba nisikize kwa makini. Wewe itakuwa unamtaka mke wangu, ila unatumia njia hiyo ni ili nimwache, sawa, ili wewe umchukue. Siwezi kumtaka mke wako nikatumia hiyo njia. Nakwambia hiyo njia kwa kumsaidia yule mtoto na kwa kuhabarisha wewe kwamba mtoto wako anateseka. Ila kama unahisi yote hayo, hamna shida. Yule mtoto wako wewe atakipata chochote, mimi nipo tu mtu wa pembeni. Ila wewe ndo utaathirika kwa 1% kubwa sana. Basi sawa. Nitalichunguza mwenyewe. Lakini nikibaini kwamba wewe ndo unamfuatilia mke wangu, mjumbe, tutaonana wabaya. Sawa, mimi naomba ufuatilie, ila utakuja kunishukuru baadaye. Sawa. Kijana wa Saisambi bwana. Muno kumongela kinu cha maana kabisa, lakini yeye koko, yani koko na gwe kwa mvizila. Mapenzi gani kama ago? Ila haya, kukuita kunikumbuka baadaye. Nie na bano. Karibu ndugu yangu. Asante, habari za miaka? Ni nzuri.
Hivi miaka imepita? Basi umekaa ndugu yangu. Haya, karibu za huko. Nzuri kabisa. Unaendeleaje? Tunamshukuru Mungu, sijui nyie huko. Basi ni wazima kabisa, tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri. Familia ijambo ndugu yangu, tunamshukuru Mungu. Sema ilo toto la marehemu niloachiwa shoga yangu. Wewe acha tu ndugu yangu. Ili toto nilokuwa nalo hapa. Yaani sio toto, sio mtoto. Sijui kama huko ulikotoka huko kwenu nao kuna toto linasumbua kama hili toto langu mimi. Maana sio toto, ni mzigo. Ukisikia yani mtoto sio mtoto, yani kama msukule. Yaani mpaka nachoka. Hivi na huko kuna watoto wanasumbua kama wangu. Mpaka natamani wakati mwingine sio itanipe sumu hata afya atoke tu kwenye maisha yangu. Pole sana ndugu yangu. Maana hayo ni mambo huwa yanatokea. Ila naamini anaweza kunyooka tu. Dawa yake ni ndogo sana. Yaani mtoto asumbue kwangu mimi? Si nitamuulia mbali huko. Mimi watoto wangu wote wamenyooka, wanaenda kwenye mstari. Jamani, mimi wa kwangu jamani, huu ni msalaba. Yaani ukisikia msalaba, huu ndo msalaba. Kila kazi unayompa afanye hawezi. Ukimpa kuchota maji hawezi. Ukimpa kuosha vyombo hawezi. Ukimpa kufua nguo hawezi. Mpaka nguo zake anashindwa kufua. Yaani mtoto ni msalaba, sio mtoto ni wandawazimu. Ambaka anachosha. Naonekana mamake alikuwa anamlea kama yai. Mimi nachoka kwa kweli. Yaani huyu mtoto anacholitafutia anatafuta kumfuata mamake kaburini. Kwa sababu sitaweza kuvumilia upumbavu. Siwezi kabisa. Yaani mimi siwezi kuvumilia mtoto wa aina hii. Siwezi kabisa. Yaani kuna siku natamani hata huyu, wewe subiri. Akiendelea na hizo tabia zake, huyu atamfuata mama yake. Siwezi kukaa na mtoto mzembe kiasi hiki mimi. Mimi ni mkali shoga yangu. Na tu unanijua vizuri wewe. Nakujua sana. Hicho cha kumpata mamake kaburini ndio kilichobaki. Yaani wewe mtoto kama haelewi, sasa unafikiri utamfanyaje? Mimi kwa kweli nimechoka. Nimechoka. Na babake anavyo ukimwambia kitu babake ndo haelewi kabisa. Yaani ukimwambia mwanao anafanya hivi, anaona kama anamsingizia. Si unajua tena mama kambo tunapoonekana mabaya ndugu yangu. Anamuona mwanae kama almasi. Sasa wewe subiri, ipo siku yake tu. Nitamsindilia gongo la kichwa huyu amkute mwanae yupo Muhimbili. Hatari. Mimi acha niondoke, maana nilikuja kukusalimia tu. Mbona haraka shoga yangu? Au unamwaisha meji? Hamna bwana. Yaani niliporudi tu nikasema ngoja nikamuone rafiki yangu. Hatujaonana siku nyingi tu kae ndugu yangu. Hamna, unajua kuna mizigo mingine sijaipanga vizuri. Sawa. Maana niliporudi tu kakimuhe kile tena nikasema kenda nikamuone ndugu yangu. Kwa kweli. Niseme nashukuru ndugu yangu kwa kuja kunisalimia. Mimi nipo. Namshukuru Mungu naendelea vizuri na mume wangu, sema hilo toto tu. Lakini litanyoka usijali. Nakuamini. Tena mie. Atanyoka tu. Basi nashukuru ndugu yangu, nashukuru sana. Nimefurahi kukuona kwa kweli. Nimefurahi kukuona. Haya, nitakuja wala usijali. Basi karibu sana. Karibu sana ndugu yangu. Mimi hata sikutoi maana na kazi nyingine huko ndani. Nimeiacha niliposikia au nikasema nje nikitizama. Kwa hiyo kuna kazi nyingine nataka nikaendelee nayo huko ndani. Kesho nikipata muda naweza kuja kukusalimia ndugu yangu. Basi sawa, hebu pumzika, najua mtoto wako za kuchosha. Basi karibu msalimie shemeji. Haya, bye. Haya, karibu. Dada samahani. Bila samahani. Tunaweza tukaongea kidogo? Bila shaka tunaweza tukaongea. Basi tusogee pembeni kidogo tuweze kuongea. Sawa. Dada, nimeitikia wito wako. Maana umenisimamisha pale barabarani nikaja hapa. Una neno na mimi na kusikiliza. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Kuna jambo linanikera, ndio maana nimeona nikuite ili tuweze kuongea. Maana mambo unayofanya si mazuri. Kwa hiyo nimeona nije nikupe ushauri tu kama ndugu yangu, kama dada yangu, kama jirani yangu. Mambo gani haya ambayo mpaka amefikia tunapeana ushauri? Dada yangu, unachokifanya sio vizuri. Yule mtoto ni mdogo, anahitaji
kwenda shule, anahitaji kusoma ili aweze kufanikiwa katika ndoto zake. Ila unachofanya sio vizuri, unamfanyisha kazi, unamfanya asiende shule. Sio vizuri. Kwa hiyo nikaona je, nikupe ushauri. Kumeanza kuchangamka. Mpaka majirani. Sasa dada, utoke kote huko. Useme unakuja kunipa ushauri mimi. Kweli? Yale ni maisha yangu, ni familia yangu. Yule ni mtoto wangu. Na sio mtoto wako wala sio mtoto wa majirani. Mimi ndo nimeachiwa mimi kama mama. Kwa hiyo mimi nawajibika kama mama. Nyie majirani nyie anahusu nini? Bila unachokifanya sio vizuri. Kwako sio vizuri. Wewe hapo kwako sio vizuri. Ila kwangu mimi ni vizuri. Mimi ndo mama, mimi ndo najua na wajibikaji. Mume wangu ndani ameshindwa kuniambia maana ameona malezi nayo yako sahihi. Wewe kama nani utoke kupaku eti jirani, wewe yale unaofanya sio vizuri. Jila yule pale kama mtoto wangu. Mtoto wangu anaenda shule, afu nikimwona yule aende shule, wewe naumia, ndio maana nikaja kukupa ushauri. Wewe unaumia kama nani? Ashinde kuumia mamake kaburini umie wewe. Sasa dada zinisikilize vizuri. Yule ni mtoto wangu mimi. Mama yake amekufa ameniachia mimi. Baba yake yupo ndani ameshindwa kuniambia kama namnyanyasa mwanae. Nyie majirani wa nje ndio mje mpate kiwewe cha kuniambia kama mimi namnyanyasa mtoto. Mmeona wapi kama namnyanyasa mtoto? Kwa mtoto asifundishwe kazi anaambiwa ananyanyasa. Angekuwa ni mama yake mzazi anamfanyisha kazi mngesema hivi. Mbona majirani mnanongwa kiasi hiko nyie? Kwa nini mnafanya hivi? Samani dada, mimi nimekuita ili tu nikupe ushauri. Ndio nakuuliza hicho ndio ulichoniitia hapa? Ndio hicho tu ile niweze kukupa ushauri. Asante kwa ushauri wako. Ila ile ni familia yangu. Sitaki mtu aniingilie, sitaki mtu aniambie chochote. Kwa sababu ile ni familia yangu mimi. Sawa eh? Au majirani wa huko nje kila mtu ana familia yake, kila mtu ana majukumu yake na kila mtu anafanya kile anachojisikia. Yule ni mtoto wangu mimi wala kwani kuna siku kuja kuomba ugali? Kuna siku alishatoka kaja kukuomba chakula? Ile ni familia yangu. Kwa hiyo sitaki mtu aniingilie. Sijui unanielewa? Nimekuelewa dada, ila zingatia ushauri huo. Nizingatie nini bwana wewe? Nizingatie kitu gani? Naomba unisamehe kama nimekosea. Na umekosea kweli. Wala sikufiche shoga yangu umekosea kweli. Tena umekosea sana tu. Sitaki siku nyingine nikiwa napita unisimamishe barabarani eti dada yule mtoto navomlea sijui unafanya nini, sitaki. Hayo ni mambo yangu mimi na mume wangu na mtoto wangu. Mengine mtu wa majirani au watu wengine hayawahusu. Nadhani umenielewa. Next time ukirudia tena kunisimamisha barabarani na kuja kuniambia ujinga wako, tutagombana. Tutagombana kabisa, nisikufiche. Na ujirani utaishia hapa. Habari za kuniita dada zitaishia hapa. Sitaki. Kufuatilia maisha yangu sitaki. Hayo ni maisha yangu mimi. Basi tusifike mbali. Na tusifike mbali kweli. Basi naomba unisamehe dada yangu. Unaweza kwenda. Sawa, nimekuelewa. Ila zingatia hizo. Nizingatie nini bwana, usinitibue kichwa, nizingatie nini? Yule mtoto anivuruge kichwa, leo nivuruge kichwa. Majirani hivi wakoje, wa majirani wa hapa wakoje? Kwa nini napenda kufuatilia maisha ya watu? Hivi kwa nini mnapenda kufuatilia maisha ya watu? Hamwezi kufuatilia maisha yenu. Mlipanda gari kutoka mikoani kuja kufuatilia maisha ya watu. Mnashindwa kufuatilia maisha yenu. Wewe kwamba wewe kwako kote umeshindwa kufuatilia maisha yako, umeshindwa kufuatilia watoto wako na mume wako, unafuatilia maisha yangu. Dada sikiza nikwambie. Maisha yangu mimi hayakuhusu. Sijui unanielewa? Hayakuhusu. Zingatia hayakuhusu. Nimemaliza. Sawa, nimekuelewa. Acha mimi niende. Unaweza kwenda. Sawa. Watu wengine si wapoje. Jamani. Nachoka kwa kweli. Fanya haraka njoo. Ulikuwa wapi? Nilikaa hapa njaa inauma, nikaamua kwenda kuokota makopo ili nipate hela. Kwa saizi umekuwa mokota makopo saizi. Unatoka huko, unajitokea tu nyumbani unaenda kuokota makopo eti nilikuwa na njaa. Unashindwa kufanya kazi ambazo ninakupa ili ule chakula, unaniambia eti nilienda kuokota makopo ili nipate hela ya kula. Hivi una akili wewe? Mama, nafanya kazi mara ngapi na chakula unipi? Kula yangu kwa shida hapa mama nyumbani. Hivi una akili wewe? Unataka niongeeje ili uniweze kunielewa wewe mtoto? Unataka niongeeje ili uweze kunielewa? Kila siku nikikupa kazi hapa ndani ufanye. Nikikupa kazi ufanye. Alafu sasa hizi tunaenda kuokota makopo ili baba yako ajue na kunyanyasa, si ndio? Sina kuuliza wewe. Leta hela hiyo. Mama. Leta hela hiyo nitini nikakupa kibao hapa.
ukatetemeka saizi hapa. Na hii hela sikupi. Na babako akija namwambia kila kitu kwamba saizi umejiingiza kwenye makundi ya wavuta bangi huko. Namwambia kila kitu, nikikuachia kazi huko ndani ufanye. Vyombo nikuachia pale umeosha. Zile nguo nizo kundukia pale umefua. Hujafua, umeruka miguu yako huyo, umeenda tu kuokota makopo ili upate hela. Sasa hii hela sikupi na babako akija namwambia. Na sikurudishia na babako akija namwambia kila kitu. Pumbavu. Habari. Salama kwema? Wewe mzima? Nakushukuru, sijui. Niko poa. Umenisimamisha nini? Nimekuita hapa na jambo nataka nikwambie. Jambo gani la shemeji yangu? Kuhusu mke wako pamoja na mtoto wako. Mke wangu? Ndio. Amefanya nini tena? Mke wako anamnyanyasa sana yule mtoto. Sio kweli. Mtoto wangu mamake kwanza anampenda sana. Mimi mwenyewe nampenda sana mke wangu. Lakini sio hivyo unavyosema wewe. Hawezi hata siku moja kumnyanyasa mwanangu. Yule kama ni mtoto wake jinsi anavyompenda. Hapana. Mke wako anamtesa sana yule mtoto. Anamnyima hadi uhuru wa kwenda shule kusoma. Shule na mnyimaji uhuru. Wakati mimi nikitoka naacha hela ya shule. Anamnyimaje sasa uhuru huyo? Nimetoka kwa mjumbe, ananiambia habari hizo. Wewe pia nakutana na wewe hapa, unaniambia tena habari hizo. Mbona unanichanganya sana kichwa changu? Ukiona hivyo ni kweli. Na kama hela ya shule mimi mtoto mimi mbona namwachia? Na mapenzi unamuonesha mwanangu na mwanamke, mbona ni mapenzi makubwa sana kama mtoto wake kumzaa. Alafu leo unakuja kumwambia mwanangu ananyanyasika. Kiukweli kakaangu. Ukweli yule mwanamke anamtesa mtoto wako. Usilolijua ni sana usiku wa giza. Mwanamke anamtesa mtoto wako. Na mtoto yule aendi shule, anateseka sana. Msaidie. Nampenda sana mke wangu. Au wewe unanitaka? Inaniumiza sana. Yule mtoto ni mdogo, afa ananyima haki yake. Nisikilize. Ya Ngoswe mwachie Ngoswe mwenyewe. Hiyo haikuhusu. Naomba focus na maisha yako, niacheni na familia yangu. Usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Mke wako anamnyanyasa sana yule mtoto. Na usipofuatilia utajua mwenyewe. Naomba uondoke. Nesi maneno kuongea wewe una. Naomba uondoke. Sawa, ila ujumbe nimekwambia naomba uondoke. Ujumbe gani unanifikishia mimi wewe? Mjumbe ananiambia hivyo, sio mke wangu anamnyanyasa mwanangu. Huyo naye binti naye pia ndio hivyo. Ni watu ndio choni ni wana. Mwe. Sawa. Beka nichole ukae.